there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With Amen. God will make a way. Bwana Yesu asifiwe. Na mana manjira chomagani tumbakurikireka ili abidia mantu tugatukuriya. How did it happen? Radio weyo Mero TV ndikiri yangu watogeni nene wangu jo Gukumia rukirwana rora nyamuru baba tudekerete ndeketa tukomba kuba tugikenera turende ni awe kumagutu mwanya rore direte mu bango jo Gukumia ore igwa watogeni dietonera Jesus Kristo na kukinga kwera happy new month. Happy new month tuga Kimeru. Mwari jo mwana jo mweru. Jo mwari jo kumi. By the way, Bishop, mwari jo kumi number 10 means what? It's complete honor. Complete honor. Honor. Believe God. We are trusting God. Now, this month of October, you will be complete. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kudhivya kana wambilite kudhivya, may the Lord complete them for you in the mighty name of Jesus Christ. Iya gudori turi tunakomitoa glory mwingi na kumki Yesu Kristo mwanapio mmoja. Ntero omba naro because we have our bishop here ndingira bakudhwa agiturombera na kumirau ombe kudhwa akitoa the word ira murungu mbite kudhwa akimutuma nayo na I know all of us tukomba kudhwa tukidharimwa na njira nene. Karibu sana Bishop. Asante, nashukuru sana Gloria. Namshukuru Mungu kwa sababu pia ya the new month. Amen. We don't take it for granted. Sure. And we'll have time to command our month of October. Yes, please. Ili kwamba huu mwezi ukawe ni wa kufanikiwa. Sure. And we have also thanksgiving to God. Ametubeba hiyo miezi yote tisa, huu ni mwezi wa 10. We don't take it for granted. Sure, sir. So I would like to pray and then I'll share the word of the Lord na naamini tutapata kubarikiwa. Amen. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo liko juu ya majina yote, na kubariki na kukuinua na kupa sifa, heshima na taadhima kwa uaminifu wako na ukuu wako. Asante Bwana kwa nafasi ambayo umetujalia kuwa nayo hata Bwana kuingia mwezi mpya wa 10. We don't take it for granted, mighty God. Tunasema asante kwa neema yako ambayo umetujalia na hata pia ambayo umemjalia mtazamaji asubuhi ya leo kuwa hai, kuwa Mungu wetu ako na uzima, na Mungu wetu hata wale walio wagonjwa kuna matumaini. Na kubariki kwa sababu wewe ni mponyaji wa mioyo na maisha ya watu wako. Naomba kwamba mwezi wa 10 ukawe ni mwezi ambao Bwana utayakamilisha mambo katika maisha yetu. Utaweza kuzanya Mungu wetu mambo na kuyaleta pamoja katika jina la Yesu. Mahali tumekuwa na upungufu, Bwana utaenda kuonekana. Mahali kumekuwa na kungangana, natangaza from this time God Almighty, natangaza Bwana mwezi wa 10, 11 na 12, miezi mitatu ikawe ni miezi ya kubarikiwa na wewe. We declare your blessing of our lives. We declare God Almighty this wonderful morning that God we are blessed in this new month. Whatever
whatever this month carries for us, I pray that it will locate our lives in the name of Jesus. I declare October is not allowed to come to an end before what belongs to us enters our hands. We bless your name because you are able to do even exceedingly abundantly far above all that we ask, oh God, even imagine through the power of the Holy Spirit that worketh in our lives. Father, may you receive the glory, may you receive the honor, even as we share this wonderful morning. Let the entrance of your word brings light, let the entrance of your word bring understanding. Let life be imparted, life be changed, life be transformed. Father, may you breathe upon the word that I'm sharing this morning by your Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Amen. Well, majina yangu ni Bishop Charles Mwenda, Overcomers Grace Ministry. Naja kwako siku ya leo ikiwa ni tarehe moshi mwezi wa 10. Namshukuru Mungu kwa sababu ya hicho kibali Mungu amenipatia, na ningependa kusema ya kwamba ujumbe nilio nao siku ya leo ni ujumbe ambao ninaupatia maudhui haya, raising an altar for your life and destiny, ama kuinua madhabahu kwa ajili ya maisha yako na hatima yako. Na nataka nikuambie vizuri mpendwa, hakuna wakati mwingine inafaa kuanza kuinulia Mungu madhabahu kama mwanzo wa mwezi. When we are beginning a new month, we are blowing a trumpet, declaring new things, kutangaza mambo makubwa, kutangaza rehema, kutangaza kibali cha Bwana katika maisha yetu. Ningependa tu nisome andiko ambalo liko katika kitabu cha Mwanzo 12, na nitasoma vifungu vichache kwa sababu ya muda wetu na tutapata kubarikiwa. Biblia inasema katika Mwanzo 12, Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi ambayo nitakuonyesha. Nami nitakufanya kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akuranie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Ibrahimu akaenda kama Bwana alivyomwamuru, na Rutu akaenda pamoja naye. Naye Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Haran. Ibrahimu akamchukua Sarai mkewe na Rutu mwana wa nduguye, na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliokuwa wamewapata huko Haran. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, wakaingia katika nchi ya Kanaani. 6. Ibrahimu akapita katika nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwoloni wa Mamre. Wakanani siku hizo walikaa katika nchi hiyo. 7. Bwana akamtokea Ibrahimu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huko akamjengea Bwana madhabahu aliyemtokea. Naomba nisome Mwanzo 13 kifungu cha 4. Biblia inasema nasoma 3 ili tuiweze kuconnect na 4, verse 4. Inasema akaendelea kusafiri toka kusini mpaka Betheli, mahali pale palikuwepo na hema yake ya kwanza katika Betheli na Ai. Hapo ndipo palikuwa na madhabahu aliyoyafanya hapo kwanza, na Ibrahimu akaliitia jina la Bwana. Ampendwa, siku ya leo ningependa kuleta neno hili kwetu, kumuinulia Mungu madhabahu katika maisha yako na katika hatima yako. Na ni vizuri ni kuambie ya kwamba life is not a playground but a battlefield. Ni vizuri uelewe maisha, ulingo wa maisha si ulingo tu wa michezo, lakini ni ulingo wa vita. Na lazima uelewe siku ile ambayo ulizaliwa vita vilianza. Kuishi kwako ni kwamba ni vita, kuendelea kwako ni vita, na lazima uwe mtu ambaye anaelewa umuhimu wa madhabahu. Ni kwa sababu Biblia iko wazi ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anawatokea watu wake katika neno lake, katika njozi, katika maono na mambo mengi kama yale. Na tunaona baba wetu wa Ibrahimu alipotokewa na Mungu akazungumza na yeye. Kwa neno lile alilipokea kwa Mungu, aliweza kumuinulia Mungu madhabahu. Napendezwa kukuambia madhabahu aliyoyainua Ibrahimu yalikuwa ya kutambua Mungu aliyemtokea. Ilikuwa madhabahu ya kumwabudu Mungu, ilikuwa madhabahu ya kumshukuru kwa sababu ya ile ahadi Mungu alikuwa amempatia. Na nataka nikuambie
katika maisha, life is battle of altars, ama katika maisha ni madhabahu ya vita. Na kwa hivyo tunaona vita vipo katikati ya madhabahu ya Mungu na ya shetani, katikati ya madhabahu mazuri na mabaya, katikati ya madhabahu matakatifu na yale madhabahu ambayo ni machafu. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba madhabahu ni nini. Madhabahu ni mahali pameinuliwa, hasa kama kule kanisani kuna mahali mhubiri wanasimama na anahubiri Injili. Ni mahali ambapo watu wanatoa sadaka zao, ni mahali watu wanamshukuru Mungu na kumwabudu, mahali watu ambao wanatokea wakiwa na mahitaji ili Mungu akakutana na mahitaji yao hata wakati wa kuombewa. That's why tunasema tunaenda kwa madhabahu. Na hivyo ni vizuri kuwa na madhabahu katika maisha. Madhabahu hayo ni muhimu sana, na ndiposa ninanena siku ya leo, unastahili uinue madhabahu hata kwako kwa nyumba. Unakuwa na meeting place with God, mahali ambapo umemuinulia Mungu madhabahu, mahali unanena na Mungu, mahali ambapo unaweza kumuita Mungu akakuitika. Na madhabahu yanainuliwa katika maisha yetu katika many times, ama mara nyingi kupitia matokeo ya maisha. Kuna madhabahu ambayo ni ya shukurani, madhabahu ambayo unayainua Mungu akisha kutembelea, Mungu akisha kutendea muujiza, unainua madhabahu, unatoa sadaka. Maana nguvu ya madhabahu ni sadaka ambayo unaitoa. Na kwa hivyo ni vizuri tuelewe kuinua madhabahu ni jambo la muhimu. Ni kwa sababu nguvu ya madhabahu inategemea sadaka ambayo unaitoa. That's why Bible inasema tutoe miili yetu iwe dhabihu ambayo inakubalika mbele za Bwana. Maisha matakatifu ni madhabahu umemjengea Mungu. Maisha ya kujitoa ya kitaua ni madhabahu umemjengea Mungu, maana Mungu anapata nafasi ndani ya maisha yako. Niko hapa nikuambie, to be altarless is to be voiceless. Kutokuwa na madhabahu ni kuwa una sauti. You cannot live like that. The reason why tunainua madhabahu, number one, is to avoid confusion. Nataka nikuambie, in life there is no neutrality. Either uko na moto ama uko na baridi. Either uko kwa ufalme wa Mungu ama uko katika ufalme wa shetani. Hauwezi kuwa pande zote, lazima uamue mahali utakaa. Na kwa hivyo lazima uelewe umuhimu wa madhabahu, you avoid confusion. Watu wa Mungu wengi katika hali ya kuwa wazuri na katika hali ya kutomakinika wamepata maisha yao yakiwa yanashambuliwa na ufalme wa giza. Maana kuna watu wanapigana nasi katika maisha haya wakitumia nguvu za kichawi, na hiyo ni madhabahu wameinua. Na wakiinua yale madhabahu yanakuwa na nguvu, na wewe kama wewe ni mtu ambaye uinui madhabahu, madhabahu yako hayana nguvu. Wewe si mtu wa maombi, wewe si mtu wa kutoa, wewe si mtu wa kutembea katika utakatifu. Wewe ni mtu ambaye unaishi maisha ya kiolela. That's why unaona watu wakiinuka leo na kesho unakuta hawapo tena. Wanaingia katika uongozi, unakuta wawezi kustahimili, maana hawakumuinulia Mungu madhabahu. Hawakumtambua ndiye aliwapatia uwezo wa kuchukua haya mamlaka. Wakuelewa Mungu ndiye anajenga watu. Wakawa pengine wamejawa na kiburi, wakawa wanajitakia mambo makuu, wakawa hawakumbuki ya kwamba kukalia hata kiti, kuwa katika neema, kuwa katika hali ya uzima wa mwili ni vita. And that's why today I am talking to you in the name of Jesus. You need to raise a note to avoid confusion. Ni vizuri uinue madhabahu kwa maisha yako. Ni kwa sababu nimekuambia hakuna kitu ambacho kinatendeka hivi hivi. That's why many people becomes a victim instead of becoming victors. Wanapita wanakuwa wanakuwa watu waadhirika katika maisha. Ndiposa watu wanastahili kuinua madhabahu. Jambo la pili, madhabahu ni mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake. An altar is a place of divine encounter where humanity meet with the divinity. Maana madhabahu ni mahali ambapo Mungu anakutana na watu. Lazima uwe na nafasi. Unakutana na Mungu namna gani? Unakutana na Mungu unapojitoa mbele zake kwa maombi. Unakutana na Mungu wakati unamtolea dhabihu. Unakutana na Mungu wakati unazitoa katika hali ya utaua. That's why lazima tuelewe madhabahu, umuhimu wa madhabahu. Ni mahali pa kukutana na Mungu. Jambo la tatu la muhimu sana, madhabahu ni mahali pa agano.
Ni agano gani wewe uko nalo na Mungu? I'm talking to you today. What kind of a covenant do you have with God? Because ukiona watu wakinawiri, watu wakiendelea, ni watu ambao wameweka agano na Mungu. Biblia inasema katika Zaburi ya 50 kifungu cha 5, gather unto me all my saints who have made a covenant with me through a sacrifice. Nikusanyieni watakatifu wangu, wale wamefanya agano nami kupitia dhabihu. Lazima uelewe dhabihu inapatikana wakati unaingia katika agano. Lazima agano liwe na dhabihu. Ibrahimu anapoitwa na Mungu, anaambiwa nitakufanya uwe taifa kubwa. Kupitia wewe uzao wa ulimwengu utabarikiwa. Nitabariki watoto wako, nitakukuza, nitakufanya mtu aliyeinuliwa. Biblia inasema that was not enough for him. Bible inasema from there aliweza kuinulia Mungu madhabahu. Akamuinulia Mungu madhabahu aliyemtokea. Katika sura ya 12 tunaona akimuinulia Mungu madhabahu. Biblia inasema tena akalipotembea kutoka Betheli mpaka Hai, akawa mahali Mungu alimtokea mara ya kwanza. Ni vizuri kukumbuka mahali Mungu alikutokea. The reason why people become successful for a season ni kwamba many people wanapoinuka katika maisha, iwe hata ni washirika pale makanisani, Mungu akikuinua mahali hilo madhabahu ilinena juu ya maisha yako. Sometimes people don't understand the blessing ambazo wamezipokea. They are connected with that altar where God visited them at first. Na wengi hawakumbuki kurudi kutolea Mungu shukurani. Wengi hawakumbuki madhabahu yale ndiyo yanawashikilia, na wengine wanatupa mikono. Kumbe ile maisha kule kuinuliwa kwao kulishikamana na madhabahu fulani ambayo Mungu alikuwa amepeana hicho kibali. Nataka nikuambie hivi, ni vizuri kuelewa madhabahu ni mahali pa agano. Jambo la 4, madhabahu ni mahali pa nguvu. Na ni lazima uelewe madhabahu yanayotawala ni yale yako na nguvu. I normally say power encounter power, but lesser power submit to the higher power. I want to tell you there are powers that are in conflict. Tunapigana na ufalme wa giza, but katika kufahamu sisi we are of the higher power. Maana Yesu alimshinda shetani. Lakini kuna wengi wameshindwa ni kwa sababu hawaelewi madhabahu ni mahali pa nguvu. Na kwa hivyo that why unaweza kuwa na nguvu leo, kesho ukawa uko mdhaifu. Ni kwa sababu ile nguvu ilikutoka, ile nguvu iliondoka, ile nguvu ilifanya kazi. That why we keep on praying. That why tunaendelea kuomba ili tupokee nguvu. Tunaendelea kuinua madhabahu ya mambo ya kiungu ili tupate nguvu. Biblia inatuambia Yesu akiwa mwana wa Mungu, in Mark chapter number 1 verse number 35, Bible inasema while it was still dark, Jesus withdrew himself. He went to a solitary place where he prayed. Yesu alikuwa Mungu, 100% Mungu na 100% mwanadamu. Lakini Bible inatuambia the success of his ministry, kufanikiwa kwa huduma yake, alikuwa wa maombi. Hangeanza siku pasipokuwa na nafasi na Mungu. Angehudumu mchana wote, usiku angelala mlimani kuomba. Angekesha, angeambia wanafunzi wake ingieni kwa mashua, na wanaondoka. But later he would join them on the way, walking on water. Why? He empowered. He knew the source of his power. Alijua madhabahu ya maombi lazima yangekuwa na nguvu ili awe mshindi. Nataka nikuambie, lazima uinulie Mungu madhabahu. Madhabahu utayainua kutafuta nafasi na Mungu. Unatafuta nafasi na Mungu, kuomba, kujikana, kujinyima chakula, kutafuta uso wa Mungu. Ni kwa sababu hautaweza maisha haya pasipo na nguvu. Lazima uwe na nguvu. Biblia inasema hata ambaye anataka kukamata mtu mwenye nguvu, lazima kwanza amfunge ndiposa aweze kuchukua kile kitu ule mwenye nguvu amekikalia. You cannot just take a city in weakness. Hauwezi kumiliki miliki yako katika hali ya udhaifu. Kuna watu walitabiriwa mambo makubwa katika maisha yao. Kuna watu ambao katika ndoto zao walionyeshwa na Mungu mambo makubwa, lakini unakuta yale mambo hayatimii. On contrary, mambo yale yanatendeka kwa maisha yao si mema, na wanashangaa kwani Mungu alidanganya. Hapana, kila wakati Mungu anapozungumza katika maisha yako, kuna nguvu zitainuka kukupinga, kuna nguvu zitainuka kukuzuia. Lazima uinue madhabahu. Lazima uwe mtu ambaye atainua madhabahu kwa Mungu
ili uweze kuinuka, uweze kuendelea na kufanikiwa. Jambo lingine la muhimu ambalo ni sharti tuliweze kulipokea ni kwamba ni lazima tuelewe madhabahu ni mahali pa baraka, madhabahu ni mahali pa laana. Madhabahu yanaweza kuwa na laana, madhabahu yanaweza kuwa na baraka. Inategemea yule kuhani, inategemea yule mtu anayeenda kwa hayo madhabahu anaenda namna gani. Tunaona katika Biblia, katika kitabu cha Hesabu 22, mfalme aliyekuwa anaitwa Barak mwana wa Sipoli akaweza kumuita Balaam alikuwa nabii ili aje aweze kuwalaani wana wa Israeli. Ni kwa sababu walikuwa na nguvu, walikuwa na uwezo wa kufanikiwa, walikuwa na ufanisi, walikuwa na Mungu upande wao. Na akaambiwa na Baraki mwana wa Sipoli ambaye alikuwa ni mfalme, akamwambia, what you are going to do, nataka tutengeneze madhabahu, tuindulie Mungu sadaka, na utasimama kwa hayo madhabahu na utatamka laana kwa wana wa Israeli. Mungu akamkataza, akaanza kuongea mambo mengine contrary, akaanza kuwabariki. Na mfalme huyo aliyekuwa naitwa Baraki akamwambia, kwa nini unawabariki? Nilikuita hapa uwalaani, lakini ningependa nikuambia wana wa Israeli hawangeweza kulaanika. Ni kwa sababu baba yao wa imani alikuwa ameinua madhabahu, na wana wa Israeli walikuwa wamebarikiwa katika Ibrahimu na Isaka na Yakobo, na kwa hivyo hao watu walikuwa watu wa kuinua madhabahu, na katika ile madhabahu waliconnect na Mungu na dhabihu, na Mungu akanena na akaachilia baraka. Balamu anaposimama anataka kuwalaani, anasema hawa wako na nguvu, they have the strength of unicorn, wako na nguvu na hawawezi kushindwa, maana in their midst there is a shout of the king. Kwa nini? Ni kwa sababu Ibrahimu baba yao alikuwa ameinua madhabahu ya kubarikiwa, na kwa hivyo yule aliyebarikiwa kwa sababu ya nguvu ya hiyo madhabahu, laana sitafanya kazi katika maisha yake. Wana wa Israeli walitembea katika hali ya utiifu, na walipotembea katika utiifu hawangeshindwa katika vita. Walijua hawa wamebarikiwa, na kama watapokea laana, watapokea kushindwa, pengine watende dhambi, watoke katika uwepo wa Mungu. That's why ni vizuri kuelewa, kama utakaa katika madhabahu ya baraka, lazima utembee katika utakatifu, lazima utembee katika hali ya kujikana, katika hali ya kuconnect na hiyo neema. Wana wa Israeli hawangeweza kulaanika, wana wa Israeli hawangeweza kuwa chini ya laana, hata kama madhabahu yaliinuliwa na sadaka ikatolewa, hawangeweza. Lakini kama hawangekuwa na madhabahu, laana ingewapata na wangepata kushindwa. Kuna watu wengi wameshindwa ni kwa sababu walipobarikiwa walisahau Mungu, na wanatembea katika ulimwengu vifua vikiwa mbele, wakiwa na kiburi, wakiwa watambui yoyote, na hivyo kuanguka kwao ni dhahiri. It's a matter of time. Si kwa hiyo ndio iko hivyo, kwa sababu usipoinulia Mungu madhabahu utaweza kushindwa na maadui wako. Lakini ukiinulia Mungu madhabahu, Mungu atawanyamazisha. Mungu ataweza kuteta na watetao nao, ataweza kupigana na wapiganao nawe, kwa sababu ya dhabihu ambayo umeinua kwa yale madhabahu ambayo umemuinulia Bwana. Ningependa niseme maneno machache ambayo yataweza kukusaidia uelewe jinsi ya kufanya madhabahu yako kuwa na nguvu. Jambo la kwanza, the strength of an altar is prayer. Nataka niseme watu wale walifanikiwa katika maisha ni wale walijua kuinulia Mungu madhabahu ya maombi. Katika Zaburi ya 55 kifungu ya 17, Biblia inasema hivi: mara 3 kwa siku huwa ninaomba, asubuhi, mchana na jioni. That was Psalmist David. Alikuwa ameinulia Mungu madhabahu ya maombi
asubuhi, mchana na jioni. Kulikuwa na mahali alikuwa naenda na anatafuta Mungu kwa hekalu, kwa nyumba yake mara 3 kwa siku, na kwa sababu ya hayo madhabahu alikuwa na nguvu katika maisha yake. Aliweza kufaulu kama mfalme kwa sababu alijua siri. Na ndiposa nilisema hata Yesu alianza huduma yake kwa maombi, akaishi kwa maombi, na hata akimaliza huduma yake alikuwa katika mlima wa Gethsemane akiomba. Madhabahu yake ya maombi ilikuwa na nguvu. Biblia inasema katika Waibrania, siku zake za kimwili alisikika akiugua katika hali ya maombezi. Nataka nikuambie nguvu ya madhabahu ni maombi. Nataka kukuambia ya kwamba kama uombi, maisha haya hautafanikiwa. Unaweza kuwa na vyeti lakini hutafanikiwa. Unaweza kuwa na connection, hizo connections zinaweza kufail. Unaweza kuwa na afya leo lakini usipoomba, the enemy will strike you because he is a thief. He comes only to steal, to kill and to destroy. Lakini na madhabahu ambayo ninanena ni madhabahu ya uzima ambaye yanapatikana kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo lazima kama madhabahu yako yatakuwa na nguvu, ni sharti wewe uwe mtu wa kuomba. Maombi si jambo la chaguo, maombi ni jambo la lazima. Wale watu ambao unaona wamefanikiwa, watu wale unawatamani, wale umeona wakishinda, ni watu ambao wanajipeana kwa Mungu katika maombi. Na maombi, madhabahu ya maombi huwa yanaendelea kunena. Wazazi wale walikuwa wanaomba, watoto wao leo wanafanikiwa. Maana maombi yanaweza kuendelea kufanya kazi hata wakati utakuwa umeondoka. The wonderful heritage you can give to your seed or your children is investment in prayer. Najua kuna wengi wanaegeza kwa watoto wao manyumba, wanawaekea fedha kwa benki na mambo mengi kama yale, which are very good. But I would really want to tell you need to have a balance. Unaweza kuwaekea hiyo mali yote na kwa mwaka moja ukishaondoka hiyo mali inakuwa kwa mikono ya watu wengine. Lakini ukiwaekeza katika maombi na uwaweke kwa Mungu, you invest in them, in character, in honesty. Waendelee kumjua Mungu na kuwa watu wa maadili. Wamjue Mungu, wajue maombi na kuwaombea. I tell you, itaendelea, hizo baraka zitaendelea kizazi baada ya kingine, kwa sababu kuna msingi. Jambo la pili ambalo litatia madhabahu yako nguvu ni madhabahu ya sifa na ibada. Watu wengi huwa wanachukulia kiolela mambo ambayo yanahusiana na sifa na ibada. Na hata pale makanisani wakati mwingine wengi hawajajua the power of praise and worship. Wengi wanadhania ni nafasi ambayo tumeweka tu pale kanisani ili tuandae ili mhubiri ama mchungaji aje hubiri injili. But I tell you, there is power in praise and worship. You know what? When we praise and worship, it is not about us, it's about God. Kama kuna kitu Mungu anapokea kwetu kama watu wake, ni ile ibada, iwe ya shukurani, iwe ya sifa, iwe ya ibada. Hiyo ndiyo ya muhimu na ndio inaleta nguvu katika maisha yetu. Daudi alijua siri. In Psalms 119 verse number 164, Biblia inasema 7 times in a day I praise God. David was a man of battle. He was a man who excelled. Ni mtu aliyekuwa anaguza moyo wa Mungu. He was a worshipper. He was a man, a sweet psalmist. Ni mwimbaji, alikuwa na worship Mungu. And some of his songs and praises were prophetic. We read them today, we are nourished. That was the secret of winning in his life. Hiyo ndio siri iliyokuwa inamletea ushindi. Hayo madhabahu ya sifa alikuwa ameyainua. Anasema mara 7 kwa siku na msifu Bwana. Na hiyo ni siri ambayo tunastahili kuishika na kuikamata na kutembeana. Bible inasema katika Zaburi ya 89 kifungu cha 15, amebarikiwa yule anayejua sauti ya shangwe, ni kwa sababu atatembea katika nuru ya Bwana. Blessed are they that know the joyful sound, they shall walk in the light of his countenance. Nataka nikuambie, there is power in praise. Time would fail me to remind you of Acts chapter 16 about these 2 men, Cyrus and Paul. We talk about them when they were in Philippian jail, walifungiwa gerezani.
Na usiku katikati, Biblia inasema Paulo na Sila waliendelea kumwimbia Bwana sifa na wakiliitia jina lake. What happened? There was a mighty earthquake. Why? Maana Mungu katika kitabu cha Zaburi 22 kifungu cha 3, Mungu anakaa katikati ya sifa za watu wake. Kwa hivyo mahali Mungu anasifiwa, mahali pale anashuka. Njia moja ya kukombolewa kwa shinda zako ni kuinulia Mungu madhabahu ya sifa. Badala ya kulalamika, inulia Mungu madhabahu ya sifa. Hayo madhabahu yatatia nguvu maisha yako, yatatia nguvu huduma yako, yatatia nguvu hatima yako kama utaelewa haya madhabahu. Biblia inasema katika Waibrania 13 kifungu cha 15, inasema ya kwamba tumtolee Bwana sadaka ya kushukuru ambayo ni tunda la midomo yetu. Ni vizuri tuelewe kwa kutia madhabahu yetu nguvu. That's a secret of praise and worship. Number 3, our giving. Nataka niwaambie wanaotoa na walio na ukarimu, givers are rulers. Ukitaka kuona kutawala, uone baraka, usiwe mtu ambaye si mtu wa kutoa. Njia moja inatia madhabahu yako nguvu ni sadaka. Ninaona katika Biblia kuna wakati kulikuwa na vita vikali. Na mfalme mmoja wa Moabu alipoona anashindwa vita, alimtoa mtoto wake wa kwanza ambaye angemrithi awe mfalme, akamtoa kama dhabihu ya kuteketeza, na vita vikageuka watu wa Mungu. Kwa nini? Uzito wa madhabahu, uzito wa sadaka aliyoitoa. Nataka nikuambie namna gani ni vizuri tuelewe kutoa kwetu, kumtolea Mungu fungu la 10, kumtolea Mungu sadaka, kumtolea Mungu dhabihu ya shukurani. Hatutakataa kuongea juu ya uweza ulio katika hali ya kutoa, kwa sababu watu wameharibu kwa sababu ya mafundisho ambayo si sawa. Lakini nataka nikuambie, we cannot negate giving in the ministry, because Bible inasema peana nawe utapewa, na hiyo ni kanuni ambayo iwezi kuondoka. As long as heaven and earth remain, seed time and harvest time will never cease. Na kwa hivyo hatutasema ya kwamba hatutakataa. Kama mhubiri lazima nikuambie, njia yako ya kuweza kutia madhabahu yako nguvu ni sadaka yako unayemtolea Mungu. Fungu lako la 10, fungu lako la kushukuru, matunda yako ya kwa first fruit, giving to the poor. That is what will cause you to strengthen your altar. Biblia inasema katika 17, anayepea maskini ni Mungu anapatia ndeni na Mungu atamlipa. Hiyo ndio njia ya kutawala. Watu wale wanafanikiwa. Huwa ninashangaa, kuna watu ambao hawamwabudu Kristo, lakini wengi wao ukiangalia wako na mali kwa sababu they are givers. Huwa ninaona katika miji mingi watu ambao wengine hata hawana imani ya Kristo, lakini unakuta katika siku fulani wametenga watu ambao ni maskini, wamepiga poreni pale wanapewa. They continue with their business. Unakuta biashara ilikuwa ya mzee anaondoka anaachia mtoto anaachia mtoto, inaendelea. Why? They know the secret of giving. Tusishindwe na watu ambao hawajui Mungu wa kweli, maana Mungu wetu ni Mungu wa kutoa. Biblia inasema ya kwamba jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee. God is a giver. We can never serve God and be strong in the things of God if we become stingy, if we become mean, if we become people who don't give. I pray for you to know ya kwamba kutoa kwako kutakuinua katika viwango. Watu wale wanafanikiwa katika maisha, walio na madhabahu iliyo na nguvu, ni wale wanatoa, wanamtolea Mungu. That's why hata watu wa ufalme wa giza wakitaka kuinua madhabahu yao, huwa wanaingia katika madhabahu mabaya, wanatoa vitu ili watajirike. Makosa ile wanafanya ni kwamba hawajui kwamba shetani ana cha bure. Kile wamekipokea lazima watakilipia, na watalipa na sadaka. Wakati mwingine wanakuwa wametoa wapendwa wao, wanatoa watoto wao ili wapate, maana ile madhabahu inahitaji sadaka. Na watu wengi wa Mungu wamekosa kuelewa katika Mungu ambaye tunamtumikia. Hatuwezi kumwabudu katika hali ya kutokuwa na heshima. Kuna watu huwa wananifanya moyo wangu ninaumia nikiangalia vile wanakuza watoto wao. Watoto asubuhi, mtoto anapoenda kanisani unampatia shilingi 2 ama shilingi 5,
Mtoto huyu hata akikua, hata akiwa a lawyer au a doctor au a great man, hataweza kuheshimu Mungu. Ni kwa sababu anajua God is given peanut. Nijifundisha nikasema hata kwa watoto wangu wanapotoa sadaka, I give them amount. Pesa ile wanaenda kununua naye mkate na wapatia, ndio wanaenda kutolea Mungu. Maana watoto wanapenda mkate na wanajua mkate unatoka kiwango fulani. Nikiwapatia hiyo pesa wamtolea Mungu na hata niwapatie zaidi, wanaelewa the God of their father is a serious God. Hata wataendelea kuwa wakubwa, watamheshimu Mungu. Madhabahu yao itakuwa imara, ni kwa sababu walianza kuelewa Mungu na kutoa wakiwa wachanga. Nataka nikuambie ni vizuri tuelewe kwamba madhabahu yetu yanatiwa nguvu kwa sababu ya kujitoa na kutoa na sadaka zetu na dhabihu zetu. Jambo la 4, madhabahu yetu yanatiwa nguvu kwa kusimama kwetu ama kunyenyekea kwa mamlaka ambayo Mungu ameyainua. Biblia inasema tuwatii wale walio na mamlaka juu yetu. Jambo moja nimeona katika maisha ya watu wengi na hata katika taifa hili, hatuna heshima kwa watu ambao wanaongoza. Let me tell you, you need to change. Wanaoongoza mamlaka, mtu hawezi kuwa na mamlaka pasipo kupewa na Mungu. Wenye mamlaka wanapewa heshima yao na wenye mamlaka wanapeana heshima pia. It is two way. But nataka kubalance hapa, niwaambie hivi. Kuna watu wengi wanadharau hata watu wa Mungu. Wanakataa kuwa na ufahamu ya kwamba hayo ni mamlaka Mungu ameinua, na wanajiletea laana. Kuna watu walipigana na watumishi wa Mungu, na kuna wengine walikumbatia hata wamishonari ambao walikuja kuhubiri habari njema. Ukiangalia hizo familia zote, waliopigana na watu wa Mungu na waliowaheshimu, utaona tofauti. Ile familia iliheshimu Mungu, saa hii watoto wao ndio tajika. Mahali wa missionary walikuja wakakaribishwa, huko ndio kulianza mashule, huko ndio kulianza mahospitali, huko ndio mambo makubwa yalitendeka, kwa sababu waliweza kuheshimu yale mamlaka Mungu alituma. Tuko katika taifa ambalo we are promoting democracy, na tunasema ya kwamba everybody has a freedom of expression, everybody has a freedom ya kuongea kile anataka. I tell you that is a recipe for disaster. When we talk without honor, you can talk about your president the way you want. You can talk about your leader. He has been put there by God. You talk about your governor, you talk about your member of parliament, you talk about your MC, anyone that is in place of authority. Iwe ni kanisani ama ni katika serikali, ni watu wa kupewa heshima. Please, wacha Mungu atusaidie yale tunaongea, because we are fighting our tomorrow. We are fighting our destiny. Na ni vizuri tuelewe kunyenyekea kwa mamlaka yaliyoinuliwa kwetu. Biblia inasema katika Waebrania 13:17, tuwatii wale ambao wanatuongoza, hasa katika mambo ya rohoni, ili kazi yao isiwe mzigo kwetu. Kwao wanapofanya kazi hilo wafanye kwa furaha, ili tuwe watu wa kubarikiwa. Jambo la 5 nikimaliza ni kwamba madhabahu yanatiwa nguvu kwa sababu ya purity and holiness. Ukisimama katika utakatifu, ukitembea katika usafi, madhabahu ya maisha yako yanakuwa na nguvu. Ni kwa sababu Mungu anasema katika wa Petro wa kwanza 1:14-15, iweni watakatifu maana mimi Mungu niliowaita ni watakatifu, ni mtakatifu. Kwa hivyo tukitakasika, tuwe watu watakatifu, tuoshwe na damu ya Yesu Kristo, tuwe watu ambao wanasimama vile Mungu anapenda. I tell you, our altar will be strong. Our altar for our destiny will be sure. I am closing by telling you this. Pendwa, ni vizuri uinulie Mungu madhabahu. Kuna wale ninaongea nao, ulisema ya kwamba siendi kanisani maana huyu mchungaji alifanya. It's not about your pastor, it's not about any member of the church, it's not about the leader of church, it's about your life. You cannot live without an altar. To be altarless is to be voiceless. Huwezi kuwa na sauti kwa maisha haya na hata maisha yajao kama hutakuwa na madhabahu. Lazima uwe na ushirika na Mungu, ili hatima yako iwe hatima ya kubarikiwa. I want to pray, and as I close, I want you to join me in prayer, so that we may connect with the blessings that God has for us, in the mighty name of Jesus. Baba wetu na Mungu wetu, mfalme mtakatifu, nimenena neno lako lileta uponyaji,
Neno lako liletalo baraka ninaomba likaweze kushuka juu ya maisha ya watu wako. Ninaomba utusaidie kukuinulia madhabahu katika maisha yetu, ili maisha yetu yakawe ya kufanikiwa sasa na kuendelea. Ninaomba kwa ajili ya wapendwa ambao wamelisikia neno hili, walio wagonjwa ukawaponye, walio chini ukawainue, wanaopitia changamoto mbalimbali Bwana ukasimame pamoja na wao. Wewe ni Mungu ule uliyekuweko jana, wewe ndio uliyeko leo, na wewe ndio utakuweko milele. Naomba nyoshe mkono wako wa wokovu, wa uponyaji na ukombozi. May you cause everyone that have heard this word this day, even God Almighty, to pause and God Almighty reason within their heart, and that they may be able to take even a step of raising an altar, even for God in their lives and destiny. I want to thank you because, God, you are strengthening your church. You didn't say you're building your church and the gate of hell will never prevail. Bless everyone that has been able to hear your word today, and those who will receive this word different, God Almighty, even God Almighty, social media, I declare blessing over their lives. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. May the Lord bless you and do you good. Those who have joined us, I'm Bishop Charles Mwenda. You can connect with me. My number is 0721 669617. The Lord bless you. Continue connected. And may the Lord bless you. Have a wonderful day, even as you go to church. Kama uendangi kanisani, henda kwa mchungaji pale in your neighborhood, na uende kanisani pale na upate kubarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wow. Amen. Very powerful man of God. Thank you very much, Bishop. Yes. Gukiriria murungu madhabahu. Na kwina mantu kathomba jatano Bishop mbakutho akiariria tukiamba iria mweri jojo wa October. Mantu batari kwithwa owete kabisa each and every day. Na kiambere buru auganjire gukiria madhabahu, it is prayer. Prayer, Bishop again to kira kithirite kiremera antu babengi kinya even the ministers of the gospel. But Bishop agomba kuthwa agitwira utiumba ko overcome the forces of this earth if you're not a man of prayer. Nomba kuthwa agitwira no mwenka kethira no kwenda kutwika an overcomer, you know, omite issue of overcomers ministry. You have to be a prayerful man. You have to be a man of praise and worshiping the Lord. Kangitaga praise and worshiping Bishop Antuba bengi batija kanisene boga ambeterete ango skuma tu time ya word ikinya Bishop aronga bitambigore kugara kini gitara praise yo pa bengi ba kuma umara bagochoka chokera wasting their time. Bishop agotwera very well. That time of praise is a very serious time. Egitara yakura gukiria murungu madhabahu. Giving. Ango kurikani inkize okija kudho okuri those points. Giving. Very important. Akuma kudro agitwa number 4. Respecting those who are in authority. Very powerful. And purity. I think those 5. Yes. Muraiterio mwega tukiamaria mweri jojo October. If you embrace those 5, owoga tuiko. In the name of Jesus Christ, you will overcome the forces of this earth. And the name of the Lord will be glorified. Petikiria aiji Bishop akwena gintu tatwira boyga Facebook tumba kudingatira na Facebook, my Facebook is Bishop Charles Mwenda. Yeah. Silas. Utanipata kwa hiyo. Yes, please. Na utapata kubarikiwa. So, platform chia wechi ondira tumba kumudingatiria, and in case kono tukudirita buguskumite na oringenda koromberwa call him kana kinyo chike mwenka isiolo. Why? Riria mtu ajitwe na eta akona daktari wengwa tikumweresera. Sometimes tumweritoeresera daktari barabena namba chia doctors, but it is very important sometimes daktari akwira anjunku oneningwa. It is very important ya kwenda kwena gintu gisumbrite for some time. Go and see the man of God and he will be a blessing to you. Ipoke sana mwarithirio mwege wa Miro TV omitikire nkomagaruka nintini inchokere tendareka itekuraja.